Nina mgonjwa anipigia kelele. Mama. Nini? Hebu kaendelee kumpikia mama chakula. Mimi nitaongea naye. We, mwambie huyu, sitaki nimuone hapa. Umesikia? Mama akasema uondoke ndako na nyumbani kwake. Hebu naye tupishe hapa. Mapenzi kikoozi, kuficha nimeshindwa. Tena sorry kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji. Nakuhitaji baby. Nyinyi mmeachana lini? Ni dakika 25 zilizopita. Wewe umesema jana kutoka asubuhi hujaonana naye? Hapana, nilisema sijatoka hapa tangu asubuhi na sijui alipo kwa sasa. Alikuja kama dakika 25 tukaongea kaondoka zake. Unajua Johari ni mdogo. Mimi nakuomba mchukulie kama mdogo wako. Johari ni mwanafunzi pamoja na wewe ni mwanafunzi. Wewe umemzidi mbali sana Johari. Unajua Johari toka kajiingiza kwenye swala hili la mapenzi, darasani hamna kitu, ni sifuri kabisa. Ana mwaka wa 3 sasa anarudia form 2, ile form 2 ile anarudia yeye. Mimi naomba muepuke. Yaani nakuomba mwanangu muepuke kabisa. Umenielewa? Mama anasema mimi muepuke Johari. Wakati yeye mwenyewe kuniepuka mimi hawezi. Mamangu mwenyewe tu hataki kabisa kusikia mahusiano yetu mimi na Johari. Kwa sababu ya kelele zako. Ukija kila siku nyumbani unapiga kelele. Kama kuachana tumeachana na kurudiana zaidi ya mara 40. Toka tukiwa darasa la 7. Sembuse hii ya leo. Sawa. Mimi najua wewe unampenda Johari. Na Johari anakupenda wewe. Ina maana kwanza nyinyi nyote mmependana. Lakini naomba muache Johari amalize form 4. Atakapomaliza form 4, mimi sitawaingilia katika mapenzi yenu mwanangu, yani kabisa, yani sitawaingilia katika mapenzi yenu. Muepuke kwanza, kwa sababu utakapomwepuka wewe, hawezi kufikiria kama kuna mtu ambaye anaitwa Joni. Naomba muepuke kabisa, amalize form 4, akimaliza mimi siwaingilii katika mahusiano yenu. Nani nawaacha free kabisa. Wala hamtausikia mdomo wangu mimi natoa maneno yangu eti Sawa mwanangu? Shanza zina maswali. Wewe ukaukiri na maswali. Okay, niambie baby. Hivi utanioa lini? Jipya umekuja nao. Swali yako nawe. Kwani baby, utanikuoa lini? Mimi nataka hata kesho. Unazungumzia kesho ya kesho au unazungumzia kesho mwakani baby? Nazungumzia kesho, inamaanisha ni kesho. Okay baby. Wacha tunikwambia kweli. Kwa sasa baby sijapanga kuoa. Sasa mwenyewe baby unajua. Nyumbani napokaa pale, isitoshe mimi mwenyewe bibi sina kazi. Napokaa kwa mama, nakula kwa mama. Bibi leo, nataka nikuoe bibi, tutaishije? At least ningelikuwa na kazi, ningesema sawa. Ningekuwa na nyumba ningesema sawa, lakini bibi naishi kwa mama. So, ninapokuwa bibi tutaishije lakini mpenzi wangu? Kwa nini bibi unaniuliza maswali kama hayo lakini? Kuna mtu ambaye anataka kunioa. Sitaki kuniambia kwamba mmekubalia. Sina maana hiyo. Kumbe. Ila anaonesha mkazo wa kuhitaji kweli kunioa kwa sababu mpaka mama yake ameshakuja nyumbani.
Lakini baby, wewe unanipenda mimi? Ndiyo. Sio kama unanipenda, kwa nini usinivumilie? Afadhali hata miaka 2-3 ishi baby tulikuwa, lakini sasa hivi tunaona hali yangu mimi. Naishi kwa mama baby. Mkuja na swala kukuoa. Sawa baby, tutaishi hivi. Sio kama nakataa kukuoa, lakini baby, fikiria na mimi mazingira nilikuwa baby. Lakini inavyoonekana kwamba huna mkazo na hili swala, isije ikawa kama unanipotezea muda wangu. Baby, mimi nakupotezea muda wako. Leo hii nakupotezea muda wako mimi. Unaenda wapi? Juma. Juma. Huyu mama nimeshamwambia. Kelele zake sizitaki nyumbani kwangu. Kila siku kelele. Johari, Johari, Johari. Johari ana nini? Mwanamke asiokuwa na haya, nina mgonjwa ndani. Lakini kila siku masuala mwanae Johari. Johari nimeshamwambia simtaki nyumbani kwangu. Na hata mwanangu John nilishamkataza mahusiano na mwanae Johari. Nifanyeje huyu mwanamke lakini? Mama jamani, kila saa unapiga makelele kuhusu huyo mwanamke. Mtu mwenyewe ameshakuja hapa akapiga makelele yake ameondoka. Wewe unapopiga hiyo makelele hivyo mwisho wa siku unaipanisha pressure, mimi nakufanyaje? Umeona pressure itakuwa BP, itakuwa sheri, lakini nataka nimfunze adabu. Mama wangu, vitu vingine vya kupotezea. Kashaongea ameenda. Jaribu basi kuvumilia na kuahidi mwanangu nitamfunza adabu. Punguza hasira. Tuangalie hali ya baba. Sawa mamangu. Haji kunisumbua tena? Najua, umenielewa. Mtoto wa kiume wa kwangu, mume anaumwa wa kwangu, ananisumbua mimi. Mama unanisikiliza? Kisa mimi ni mwembamba? Kisa yeye ni bonge? Cool down. Nimwache? Anichezee? Sasa nijaribu mamangu. Jaribu tu leo. Lakini nakwambia akirudia, akiniongeza, utanijua mimi na. Pole mama. Kwa hiyo sasa hivi mmeniachia mimi najua nitoe na mapenzi dhahiri kabisa, sasa kujificha tena, si ndio? Ndio. Zile habari za kugombana mimi nawe kupigishana kelele huko ndani zimekwisha. Ndio mwanangu. Pamoja na hayo, sisi tutakuozesha bure, ukumbi tutagharamia sisi, vyakula tutagharamia sisi, yani kila kitu tutagharamia sisi, mimi na baba yako. Wewe maliza tu shule mwanangu, sisi tunakuozesha. Mke wangu, angalia hizo ahadi zako unazompa mtoto, isije ukashindwa kuzitekeleza alafu baadaye ikaleta matatizo. Sasa wewe mume wangu hujengi, unabomoa. Najitahidi kadri ya uwezo wangu kumuelewesha mtoto nini kinachoendelea. Kama wewe hutaki kuchangia hii mada, basi naomba unupishe na mwanangu. Niwaache mama na mwana mchangie mada, si ndio? Haya, endelee. Sikiliza Johari, usimsikilize baba yako. Mimi najua wewe na John toka zamani mnapendana. Mnagombana mnarudiana, mnagombana mnarudiana. Nimejitahidi sana kadri ya uwezo wangu kupinga mahusiano yenu, lakini nimeshindwa. Sasa mimi nataka ufocus masomo yako. Ukae naye mbali. Utakapomaliza form 4 mimi nakuozesha. Sawa? Ulisema mimi nakuonana na John, si ndio? Ndio. Kakujibu nini kuhusu hili? Amekubali. Kama akakubali basi na mimi nakubali. Hebu subiri kwanza. Nilipoongea na John amesema nyinyi mmeachana. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli mama. Sasa kama kweli mmeachana, kuwa busy na masomo yako. Ukimaliza form 4 tu mimi niletee cheti, mimi siku ya pili nakuozesha. Sawa? Lakini yote hayo nitayafanya kwa sharti hili. Sharti gani? Hayo masomo yako utakayosoma sitaki usomee ukiwa hapa nyumbani. Nataka ukasomee shule ya boarding. Shule ya boarding? Ndio. Tena mkoani.